Chenro en Duond mine janeno mar Lolwe TV arwakini machiegni kaka uono kaka uneno wakani ma e gima wadwago mbaka ne matingo kani iluongo na Agulu ka bende miyono mwadwago godo mbaka en miyono ma osedongore kalure kod loso agulu ma atingo ni ka bende gin aguchni mopogore kaka angine ka show wadhi mbele omi arwakini machiegni daher mar rwake e show onyiswa nyinge kaachiel kod kuno mohae. Karibu sana, hii ni Lolwe TV. Ningependa ukiangalia pale kamera utuambie jina ni nani, unatoka wapi na kazi unafanya ni gani? Mimi kwa jina naitwa Grace. Nina kuzaliwa kwangu nimezaliwa Isibania. Kuishi naishi Ng'ando. Hapa ndio business yangu ya maua. Asante. Janeno mar Lolwe TV kaki winjo onyisi ni nyinge Grace ka obe odiochieng' makawuono wan kamoro ni Ngong Road Nairobi ka bende wadhi go mbaka kalure kod safari mare kalure kod tijno mabende otimo. Arwakuni machiegni adhi bedo jata chenro mar upoli no yudo. Grace, unahisi vipi kuongea kwenye runinga yetu ya Lolwe TV siku ya leo? Mimi ninaishi poa na watoto wangu. Asante sana. Ningependa utueleze hii safari ya kutengeneza viungu ulianzia lini? Mimi safari ya kutengeneza hivi vitu ni kazi ambayo nimeajiriwa. Sasa nilianza saa hii niko na miaka 2 hapa. Hapa tu ndio ulianzia ama ulianzia mahali? Hapa ndio nilianzia. Mtu anaweza jiuliza ama mtu anaweza kuuliza process ya kutengeneza chungu kama hii. Mtu huanzaje? Mtu huanza kama sijawahi anza kutengeneza ni kwa vile tunaendanga kununua tukileta. Sasa hata kama hii mnanunua mnaleta ndio mnaziweka rangi mnazichoma? Ndio kuna kaanga hivyo. Mtu anaweza uliza maybe kununua inaweza gharimu pesa ngapi kulingana na sizes? Inagharimu pesa nyingi. Pesa nyingi inagharimu sana. Na faida gani mnapata kutokana na hizi viungo? Unapata faida tu kidogo ya kubinjari tu kama watoto wakule ama wasome. Na mtu anaweza uliza market demand iko aje? Ni zinanunuliwa kwa wingi ama zinataka zibaiwe kwa wingi? Kama kwa siku unaweza uza kama ngapi hivi? Kuna siku ambayo inaweza pita hivyo usiuze hata wiki. Sasa wewe kama mwanabiashara unahisi vipi usipouza kwa siku? Ninarudi tu kwa nyumba alafu ninaomba tu Mungu. Kuna siku unaamka Mungu anakufungulia unauza. Saa zingine Mungu anafungua mipango yake unauza. Saa zingine usiuze, naridika tu naenda nyumbani. Sasa unaweza tuambia watu wanajua mara mingi hii kazi ya kutengeneza ama kuuza viungu mara mingi huko nyuma ilikuwa ya wanaume. Unahisi vipi kama mwanamke ambaye ako kwa hii industry? Ninaishi tu hii kazi saa hii ni kunini tu ni kusaidiana. Saa hii ni kusaidiana na mwanaume tu. Sasa uhisi ukiwa chini sana ukifanya kazi na wanaume pamoja? Sasa mtu anaweza uliza hizi viungu mnaziuza hapa peke yake ama kuna venye places ama mahali mnafanya deliveries? Tunauza kila sehemu. Deliveries mnafanya kama places gani hivi? Places kama ya kunini ya kutengenezwa manyungu tunaitembelea bado. Kupaka hizo rangi. Na mtu akitaka mnaweza mpelekea penye anaishi? Kama wapi mshapeleka ya umbali ama karibu sana? Hizi zinaendanga mpaka hata Homa Bay. Zinapita hiyo masehemu hata kwenda ng'ambo zinaendanga. Na labda niseme kuna mtu amefurahishwa na kazi yenu venye zimerembeshwa na anataka mfanyie delivery. Mnalipisha pesa ngapi hivi? Kama kupeleka hizi kumfanyia tunaongeanga tu. Sasa hakuna ile fee specific niseme mtu anaishi Nairobi, Homa Bay, Siaya? Hapana. Unaweza tuambia ni changamoto hasa gani unapitia kama mwanamke ambaye yako kwa hii industry? Changamoto ni nyingi tu watu hupitia. Kama gani?
Unapitia saa zingine una hustle. Singine sasa unarudi unaachianga Mungu tu. Okay. Asante sana. Wewe hupatikana wapi hasa? Hapa ndio mahali pako pa kazi ya kila siku ama kuna kazi zingine unafanya? Hapana, hapa ndio kazi yangu ya kila siku. Sasa niseme mtu anataka kupata. Kuna ile namba mtu anaweza piga ndio akuje aone afanye ununuzi? Kuna hiyo namba naweza kukupea. Upeane. Sasa ukiangalia tu pale kama unaweza tuambia hiyo namba ni gani? Namba? Namba kama yangu? Haya. 07 06 19 67 79. Asante sana Grace siku ya leo kupata nafasi kuongea na Lolwe TV. Amen. Janeno mar Lolwe TV mana kaka iwinjo miyono mabende wasebet kwa godo mbaka kalore kod tich motiyo mar loso agulu iluongo ni Grace. Asebedo jata chenro mar Polino yudo orituru masani. Mimi kwa majina naitwa Mary Afandi na mimi ninaishi Kangemi. Na take 2 hours kufika hapa Bathway. Nafanyanga kazi ya maua. Kubalilia na kumwaga maji, saa zingine kupaka rangi. Nikipata nyungu kama imechupuka na chukua rangi ninapaka ili customer akikuja anapata nyungu iko sawa. Unaweza tuambia safari yako na hii kazi ulianzia wapi na lini na nini hasa umejifunza sana? Mimi hii safari yangu ya maua nilianza 2009. Nilianza kitambo sana. Na nilianza na kazi ya kuweka mchanga. Kupanga mchanga, kuweka makaratasi, hivyo venye nilianza ndio nikaanza kupanda mbegu ndio zikakua. Na kwa changamoto yangu nilikuwa nafanyia watu. Paka sasa hii bado nafanyia watu. Sijapata pahali. Na naomba usaidizi kwa mama wenye naomba usaidizi kwa mama wenye wenye hawana mabwana. Kama sisi hivi. Sasa mtaweza tusaidia na njia gani? Juu tuna take distance kukuja kutafutia watoto. Unaweza tuambia maybe ukikuja kazini maybe the whole day. Malipo inaweza kuwa pesa ngapi hivi? Malipo bado iko chini. Tulianza na 100, tukakuja 150, saizi ni 250. Kutoka asubuhi mpaka saa 11. Kutoka saa 2 mpaka saa 11. Labda mtu hajui mnatengeneza hizi nyungu
zinatengeneza kazi zao ni gani hasa? Sasa haswa sisi hatutengenezi, sisi ununua. Okay. Tunanunua ndio tunakuja tunaziosha, tunapaka rangi, tunazipanga. Ndio tunaanza kuuzia client sasa. So client anaweza jiuliza hii nyungu nikinunua kazi yake ni gani? Labda wengine wajui hii ni ya nyumba, hii ni ya kuwekwa nje. Sasa hizi nyungu tunapanga according to the size. Venye zinalingana, kuna zile kubwa, kuna zile ndogo, kuna zile za ndani, kuna zile za nje. Sasa inategemea penye client anaenda kuweka nyungu yake. Akitaka kuweka nje, akitaka kuweka ndani, sasa ni yeye mwenyewe. Ni venye atafikiria. Unaweza tuambia mnazipelekea watu wenye wamewapigia simu ama lazima wakujie tu hapa? Ni kila mtu ni lazima akujie mwenye anataka nyungu. Sio lazima ule wakupe. Kuna wenye tunapelekeanga kwa nyumba wakipiga simu. Na kuna wenye wanatembea wanakuja wanazinunua. Unauza tu hapa Nairobi peke yake ama hata nchi za nje? Tunauzanga tu Nairobi peke yake. Ama tunapeleka Kisumu. Yaani tunauzanga area ya Kenya. Hatujaipeleka nje. Tumeona hapo kuna nyungu sizes tofauti. Unaweza tuambia ndogo sana ni pesa ngapi, ya katikati mpaka ya kubwa? Ndogo sana tunaanzanga na 50 bob. Ya pili tunauza na 100. Ya tatu tunauza na 300. Ya nne tunauza na 500. Ya mwisho tunauzanga na 500 ama 600. Na ile kubwa tunaendanga na size tunauzanga na 1,500. Kuna ile ya 1,000. Kuna ile ya 2,000. Kuna ile ya 3,500. Kuna ile ya 5,000. Hiyo ndio ya mwisho. Kuna pale nyuma nimeona zingine mmetengeneza mkaziweka kwa chuma ni kama decoration. Unaweza tuambia hizo sizes ndogo zote na hiyo chuma yote inaenda kwa pesa bei ngapi? Inaenda kwa 6,000. Na ile yenye inabeba, kuna yenye inabeba nyungu 3, hiyo ni 6,000, na kuna ile yenye inabeba nyungu 6, hiyo ni 7,000. Tunauza kulingana na sizes ya chuma. Unaweza tuambia sasa hii kazi imekusaidia vipi kama mama ambaye ni mjane ama ambaye anaishi peke yake? Hii kazi imenisaidia sana. Imenisaidia kupata chakula, mavazi, kuvaa, school fees. Inanisaidia school fees kidogo kidogo. Labda unaweza tuambia changamoto zenye ukuja na hii kazi ni hasa kama gani? Changamoto hasa ni gani? Ni kazi ngumu. Saa zingine nyungu zitaweza kuja mupange, ukute mgongo imechoka, mnazipanga according to the size. Saa zingine mvua ikinyesha, inafaa hizo nyungu mchukue, yani mjenge hema ili zisinyeshewe. Unajua ni matope, zikinyeshewa huwa zinapasuka ama zina get crack, zinapata ile crack. Wengi hufikiria hii kazi ya kutengeneza na kuunda nyungu ni za wanaume pekee. Hapana, siku hizi maisha ni ngumu kwa sisi wa mama, kwa kila mtu, mwanaume, mwanamke, tuko sawa. Si unaona uchumi siku hizi uko juu. Hata siku hizi unga imepanda, kila kitu imepanda. Sasa uwezi wachia mwanaume. Ni lazima wewe mama ujikakamue na wewe upate riziki yako. Venye watoto wataweza fanya nini, wataweza kula. Labda mtu akikuuliza kama kila siku ni siku ya kuuza ama kuna ile siku pia mnaweza kuja tu na mkose kuuza? Kuna siku unakujanga unakaa kama leo, hatujauza hata kitu. Na kuna siku ingine unakuta makastoma wamepanga laini. Sasa iko na changamoto yenyewe. Kuna ile siku ya kupata na kuna ile siku yenye upati. Inaendanga hivyo. Sasa ni nini ile keep going ili hali maybe ukose kuuza ama maybe ukose pesa ya kurudi kwa nyumba? What keeps you going? Hasa kitu yenye labda at least utaweza kaa the whole day kutoka asubuhi mpaka jioni hakuna customer. Na lakini huwezi give up. Unaona tu acha niendelee kukuja na unakuja ukikuja unapata at least customer ameingia. Hata akiwa mmoja ama wawili unapata ile chakula ya watoto. Juu huwezi kaa kwa nyumba. Juu siku hizi uchumi iko juu. Nimeona hapa kuna nyungu na kuna hapa flowers. Hebu tuambie hizi flowers mnazitengeneza kwa njia gani ama mnazitoa wapi? Hizi flowers tunafanyanga cutting kwa zingine. Utaweza enda kwa jirani yako upata amepanda flowers kama hizi, unaenda unatoa, unakuja unaweka mchanga kwa karatasi, unakuja unapanda. Na kuna zingine zile zenye tunanunua mbegu. Tunakuja tunaweka kwa seed bed.
Zikishatoka tunaanza kutoa pale tukipanda. Ni hivyo tunapatanga mbegu. Hivyo ndio tunapandanga maua. Sasa niseme mtu anataka flower na pot. Bei bado iko sawa ama? Bei iko tofauti, ya maua different, ya nyungu iko tofauti. Unaweza tutofautishia kati ya hizi bei za flowers, zinaenda kutoka kwa ndogo hadi kubwa? Zinaenda kwa ndogo hadi kubwa. Kuna ile karatasi ndogo tunauzanga 50 bob. Na kuna ile karatasi yenye inafuata size tunauza 100. Na kuna ile yenye inafuata tunauza 200. Alafu kuna ya 300, alafu kuna ya 500. Alafu kama zile palm tunauzanga ngiri moja. Inategemea. Hizo tunauzanga ngiri moja. That is why nimekuambia ziko different prices. Maji zenye mnamwagia flowers mnatoa wapi? Na inaweza ona hapa kuna any source of water. Kuna kama uko na pesa utaweza chimba ile borehole. So unaona iko pale, utaweza ichimba. Na kama huna pesa unaenda pale kwa mtaro zile zenye zinapita sewage. Hiyo ndio changamoto ingine mbaya kabisa. Tunaenda kwa sewage tukichota tukinyunyuzia maua. Saa zingine unakuta umejikuna hizi mikono, umejikuna miguu. Hata asubuhi ukiamuka ufikiri kukuja kazi. Na lakini unajilazimisha kukuja juu ya watoto. Kuna wale wanakutazama saa hii, hasa wanawake wenzako. Wanawake wenzangu wananitazama juu wanaona sisi inafaa tukue kama fulani. So unaona fulani naye ako na bidii na shughuli fulani na maisha yake inaendelea. Kama huna mtu wa kukusaidia ni lazima ujikaze kimaisha. Huwezi kaa tu hivi bila kujikaza. Wewe kama single mother, ni mawaidha gani unaweza wapatia wakina mama kama hao? Mimi wamama kama hao ningeweza kuwasaidia wakuwe kama mimi. Wajikaze. Wakipata wafanye. Wasipopata wakae hivyo. Unaona sasa? Na lakini kila jambo ni bidii. Waweke bidii. Waweke bidii ya kutafuta. Utaweza pata leo, kesho ukose. Lakini ni lazima uweke bidii. Sasa tunaona venye uchumi ya Kenya imeenda juu sana. Ombi lako ni gani kwa county government ama national government? Mimi chenye ninaomba at least watu kama sisi warudishe chakula chini. Warudishe unga juu. Hizi vyakula tunalipa hapa Kenya. Hatutoi nje. Ni lazima waturudishie chini. Ombi langu ni kuturudishia chini wamama kama sisi wenye hatujiwezi. Ndio tupate usaidizi kutoka hapa. Sawa. Sasa kwa ule mwenye angependa kuinua biashara yako ama angependa kukupa support wewe kama single mother ambaye anafanya hii biashara ya nyungu na flowers, namba yako ni gani ukiangalia simu? Mimi kwa simu yangu ni 0769 14 93 20. 0769 14 93 20. Unapatikana wapi hapa Nairobi? Hapa Nairobi mimi napatikana Kangemi. Hapa palipa kazi ni wapi? Palipa kazi hapa ni Bathway. Hapa ni Bathway, Ngong Road. Sawa, asante sana. Karibu.